Okay, ni next episode ndani ya Dream Media 255 na this time around tumeamua kutoka nje kuangalia huko ambako wanafanyia kuko vipi. Na along my side yupo my brother Mr. UK, lakini pia kwa upande wangu wa kushoto yupo Singo J ambao ni wasanii pia. Tutapigana story nyingi sana kuhusiana na tasnia hii ya muziki wa A-Town, na moja kati ya duli lao ambao nilikuwa nalisikiliza hivi hapa muda mfupi kabla ya kuanza kudondoka hapa kwamba anakuambia alitaka kuizima hip hop. Sasa nitakurudisha kwenye story moja ya washikaji zetu wa A-Town ambao walikuwa wameenda Dizim kwa ajili ya kwenda kujitafuta kuhusiana na masuala mazima ya hip hop. Hapa nazungumzia kina Joe Makini na wazungumzia kina Adam Mchomvu, my brother. Ilifikia sehemu ambayo walikuwa kama wanakwazana hivi na wale washikaji wa Dar es Salaam mara baada ya kuonekana kama wameishika game. Sasa wale washikaji wakawatengenezea scenario ya kuambia kwamba sasa hii kampeni inabidi nyie mrudi nyumbani, yani inabidi nyie mrudi Arachuga na vitu hizo. Ilitokea misunderstanding kubwa sana, ilitokea sintofahamu, lakini this time around A-Town nao wameamua kuingia kwenye muziki. This time around A-Town wanakuja A-Town, wanakuja kivyao vyao. Tuna dropisha hapa mpaka mida ya baadaye hivi kidogo, tuko na dakika takriban 30 za kuweza kupigia story mingi sana kuhusiana na muziki of course, kwa sababu hawa ni wasanii na wanafanya kazi hizi. Tutazungumza pia namna ambavyo wanafanya mixing na vitu kama hizo, kuna ugumu kiasi gani kwenye kazi ambayo wanaifanya na vitu kama hizo. Nje ya mitikasi hii ya muziki ni kitu gani pia kingine ambacho wanajihusisha nacho. Mimi ndo Tosani TZ, sauti ya maelekezo, afu namba ni 2 Dream Media 255 Instagram, Facebook pamoja na TikTok, lakini pia kwenye mtandao wa Instagram, lakini pia kwenye YouTube Dream Media 255. Don't go anywhere, still watching. Tunaanza kama hivi, si ndio bana? Mr. UK, kwanza inakuaje? Na kweli mambo yako fresh kabisa? Bless ya kuzidi, tunamshukuru Mungu tuko salama. Yeah. Tukizungumzia Mr. UK, jina lake kabisa kiachana na jina la kisanii, Mr. UK anafahamika kama nani? Mimi nafahamika kama Mohamed Kuyava. Mohamed Kuyava. Na my brother Singo J. Yeah. Anaenda kama nani kwa jina lake ambalo aliblesiwa na wazazi? Kwa jina langu naitwa Ajeruman. Ajeruman? Yeah. Sasa kwa nini Singo J? Singo J yani ni mtunga manyimbo. Mtunga manyimbo. Yeah. Kwamba unahusika sana kwenye kutunga music? Yeah, nahusika sana kwenye nyimbo nyingi sana, chorus nyingi yani zinakuja kwenye akili yangu, kwa hiyo nikaamua nijiite Singo, yani Singo ya nyimbo, sio Singo ya ubachela. Yeah, Singo J. Yes, of course mimi ni mtu ambaye nilikuwa nafahamu kwamba hiyo Singo J itakuwa imetokana na kutokuwa na mahusiano, ama hiyo Singo J imetokana na jina lake, lakini hiyo Singo J ni kutoka kwenye muziki, yani muziki ile single. Tunapozungumzia single, of course tunazungumzia muziki. Sasa hivi kwa nini ulichagua Mr. UK, kujiita Mr. UK? So UK inaitwa UKMC. UKMC ni jina la babu yangu ambaye UKMC. Yeah, nilikuwa ni chief wa kijiji. Yeah, kaandisha jina lake alikuwa bado mdogo sana. Kwa hiyo jina nimeanza kulikuza kuanzia miaka 2003. Yeah, kipindi na miaka 3 kwenye muziki. Kipindi una miaka 3 kwenye muziki 2013? 2003. 2003. Yeah. Ulikuwa na muda gani kwenye muziki? Na miaka 3 kwenye muziki. Kwa mshikaji wangu UKMC wa kitambo kwenye muziki. Yeah, mimi nilikuwa ni MC ambao nilikuwa nafanya matamasha. Ila kuanza kurekodi rasmi nianza kurekodi 2000. Bana, kama ulikuwa ufahamu, hawa ni Eagle Crew. Sasa tunaenda kwenye maswali yenyewe kuhusiana na hii fani ama hichi kipaji, wapi wamekitoa na ni miaka mingapi wako na experience. Kama UKMC anakuambia yeye mwaka 2003 ndo alianza kuingia kwenye mitikasi. Wewe uogopi kipindi ambacho Bongo Flava ndo inaanza kushika kasi hapa Tanzania na tukaa hizo, si ndio? Sasa UKMC, Eagle Crew imeanza mwaka gani? Kwa sababu ukiangalia kwenye game kuanzia mwaka 2003, Eagle Crew imeanza mwaka gani? Eagle Crew rasmi, yani rasmi kabisa kama Eagle Crew ni tumeanza tuseme mwaka jana, ila hii crew ilikuwa ni ya zamani. Ila sisi kama Mwaniga tulikutana tukaiform upya, ila hii ni crew ya zamani sana, kitambo yani. Nimewalea Mwaniga kibao huko Sakina. Hiyo kipindi hiyo sasa umesema ni crew ya zamani, imewalea Mwaniga kibao huko Sakina. Hii crew ilikuwa inaenda kwa jina gani? Jina hili la Eagle Crew? Eagle Crew, yeah, Eagle Crew. Sasa my brother Singo J, kipindi inakuja hapa umenipigia story kwamba hii na yenyewe ilikuwa ni moja ya party ya Karakana Music.
Sasa ilikuwaje mpaka hadi mkaamua kustay as Eagle Crew, na mmeniambia kwamba nyie hampo katika lile kundi la Karakana Music, yani nyie hamjawa formed kutoka Karakana Music? Yani sisi Eagle Crew Tanzania, sio Eagle Crew tu, yani ni Eagle Crew Tanzania. Na Karakana ile ilifomiwa kwa vikosi vingi vingi. Kulikuwa kuna Eagle ndani, kulikuwa kuna Mokolos ndani, TLW ndani, Udani Gang ndani, Tejo Clan ndani. Kwa hiyo Karakana ilikuwa ni kama taasisi, ila crews zilikuwepo. Crews zilikuwepo ndani ya Karakana ni nyingi. Crews zilikuwa ndani ya Karakana ni nyingi. Ile ilikuwa ni nguvu yani ya watu wengi, yani umoja ni nguvu. Kwa hiyo ndo maana ilitokea ile Karakana na ikaenda na paka imewatoa sasa hivi wasanii wakubwa ambao sasa hivi yani machaliwa nasumbua media wapi wapi, lakini wote wametokea pale Karakana. Tuliamua tuform kitu chetu kile ili tuonekane, maana tulikuwa tukienda kwenye maiki za watu kule tunanyimwa kuchana. Tukasema mbona sisi tunaweza kufanya kitu wetu afu tukafanya kitu na ikao. Sasa kuna namna nyie mlikuwa mkiingia kwenye event kama hivyo mnabaniwa microphone kuweza kuchana. Hiyo kitu imetokea kipindi hicho kwenye Karakana Music ama imetokea wapi? Ilikuwa inatokea kama shows za huko mjini huko. Unajua kuna watu wanaandaga show zao. Ukienda labda Mwenge hivi mnabaniwa kuchana, labda inaonekana machalewa kichana watamsha varangati, maana sisi kweli tukichana kuna mizuka tunaye ambayo inawafanya watu pia wapagao, yani wanaweza tu wakataka kupanda juu ya stage. Na tushafanya show moja kama nakumbuka Mwenge mwaka juzi, polisi walikuwa wanazuia watu yani wasitufate, yani maana walichanganyikiwa ni watu yani kutokana na flows, ukali wa mashairi afu tunavonata na beat na tunavofanya, yani ni kitu ambacho kiko ndani yetu afu ni passion zetu, unaelewa. Kwa hiyo ni pia tukao tukifika pale nini tunaambua nyinyi mtasababisha vurugu. Yani wanataka labda wale wasanii ambao wanaweza wakachana labda watu wakatulia labda. Umezungumza kwamba ndani ya Karakana Music kuna crew nyingi sana ambazo zipo pale, na Eagle Crew mojawapo ya crew ambayo inatoka ndani ya Karakana Music. Eagle Crew Tanzania inatokea ndani ya Karakana. Ila kabla ya kufomiwa Karakana kulikuwa hivyo vikosi vipo, ndo tukaungana ndo tukatengeneza kitu kimoja kikaitwa Karakana, kama kila gang la kuja hapa laonyesha fundi wake. Yani ile ni gang, wote tuko pamoja tufanye muziki. Okay, sasa tukizungumzia kwa Eagle Crew ambao wanafanya muziki wao as a crew, ni themes gani ama ni vitu gani ambavyo nyie mna deal navyo sana kwenye flow zenu na vitu hizo? Ni vitu gani sana ambavyo mna deal kuvimba? Kwa sababu nikiangalia kwenye kwa game ya Arusha, asilimia kubwa ya wasanii wa Arusha wanaimba street life, yale maisha ya mtaani ambayo wamekulia. Sasa UKMC kwa Eagle Crew wanakuja na ujumbe gani ama wanaimba ujumbe gani zaidi kwenye ngoma zao ambazo wamekuwa kizitoa? Mimi kama UKMC mimi naangalia kwanza jamii ilionizunguka, pia naangalia jinsi gani tunavyoishi, umeona pia naangalia kitu gani ambacho sasa hivi kinaenda, sababu huwezi ukafanya kitu ambacho hakiendi, uendi na watu. Kwa hiyo lazima uangalie watu wanapenda nini, umeona pia uangalie jinsi gani utafanya mashairi yako yapokelewe, na unalenga njia gani na unalenga tasnia gani, na pia unaangalia kitu unachokifanya kinapokelewa vipi kwenye jamii, sababu huwezi kufanya kitu ambacho hakina mantiki. Sababu sisi kama wasanii lazima tuangalie, hatuwezi kufanya tu kwa sababu tunafanya sanaa tuseme eti uimbe, hapana, lazima ulenge. Sio Eagle Crew tunalenga. Kwa hiyo Eagle Crew sasa hapa mnalenga nini? Maana kuna kulenga engo mbalimbali. Kuna labda mshikaji kaumizwa na mahusiano huko, mnaamua mwingie booth muundie kitu, ama kuna ile mnaweza mkaikosoa labda sehemu fulani, ama mnaweza mkawa mnaimba kuhusiana na uhalisia wa maisha ambayo mmekulia na vitu kama hivyo. Nyie sana mnaimba muziki kulenga engo gani kati ya engo ambazo nimezitaja hapa? Yani si kiujumla tunalenga engo zote. Tunaweza tukawapa burudani, tunaweza tukawapa huzuni, tunaweza tukawapa mapenzi, yani kila mahali, yani hatuchagui kwamba tunalenga sehemu gani. Yani jinsi yani tunavyoamka na feeling yetu kwamba leo tuna feeling ya kitu gani, tuimbe kitu fulani. Labda tunaona labda mtaa umekaa
roughly labda maendeleo hamna nini, tunaweza tukaamua tu sasa tuimbe kwamba vipi ina maana muone kitu hichi na hichi, labda barabara ni mbovu, labda hamna maji, labda hamna nini. Kwa hiyo sisi tunalenga pale tunapopalenga, ambapo tunapoamka na kufeel tunalenga, na tunachokiona kitu tunaweza tukakiimba pia. Kwa hiyo tukizungumzia Eagle Crew mpaka sasa hivi kwa mikwaju ambayo tayari mmeifanya, na mikwaju mingapi kwanza ambayo iko released mpaka hivi sasa ambayo mmeshaiachia? Mikwaju ambayo tumeshaiachia na hisi ni nyimbo kama 10 hivi, ila kuna nyimbo kama 23 ziko na zishaisha, ambazo tunataka tutengeneze albamu yetu safi, ndio tuko kwenye kuzichagua kwamba itakaa ya, na tuko kwenye shootings ambao hatutaki kuachia albamu kiurahisi. Tunataka tuachie albamu hata iwe na video 5 hata 7. Kwa maana mnaona sasa tumetulia. Kuna muda tuliwapandishia mangoma, sasa hivi sasa tumetulia. Sasa tunapanga albamu yetu tuje sasa na kitu kipya ambacho tutaachia albamu Piru, na hisi mashabiki watafurahia, maana tumelenga kila mahali. Okay, sasa tukizungumzia Eagle Crew mpaka hivi sasa, albamu ambayo mnatarajia kuitoa hivi karibuni, hiyo album tutegemee mangoma ama tutegemee collaboration na wasanii wengine kutokea nje ya Eagle Crew? Ya, albamu yetu hatuna ubaguzi, yani tuna kolabo nyingi sana na watu kibao, vikosi kibao. Kwa hiyo watu wasubiria yani laza tofauti, yani sio kwamba wasemea mbona Machaliwa wameamua kuimba wenyewe tu yani kwenye album. Na pia hata kama hizo nyimbo hazitoki zote kwenye studio yetu, zingine zinatoka studio za marafiki zetu wengine. Kwa hiyo tumechange laza kiujumla. Mfano tutegemee collab gani kubwa kutoka kwenye hiyo album ambayo mnatarajia kuiachia? Kolabo nyingi ni kubwa, mimi nahisi, maana siwezi kumdharau msanii yoyote. Ya, kolabo zote ni kubwa. Kwa mfano tutegemee msanii gani ambaye atakuwa surprised kwenye hiyo album ambayo mnaitoa? Wasanii ni wengi kiujumla. Haya basi, nitajie crew moja kubwa ambayo sasa hivi inasikilizwa sana kwa Itani, ambao watakuwa wameshiriki kwenye albamu yenu ambayo mnatarajia kuitoa. Kwenye albamu yetu kuna Machaliwa Udani, kuna Wadudu Unit, kuna machali wengi tu ambao kama watu Chuma, Waladi. Ya, kwa hiyo albamu wani watu wani wa stay tune, yani kwamba ni albamu ni ya moto. Wako marebos ndani ya albamu yetu, yani hatujabagua yani kiujumla. Afu wote ni wakali pia wanasikilizwa. Okay, sawa. Sasa tukizungumzia kwa albamu ambayo mnatarajia kuirelease hivi karibuni kama mlivyozungumza, albamu hiyo kwanza tutegemea itakuwa na mikwaju mingapi? Nyimbo zitakuwa 20 na interlude zitakuwa 2. Interlude zitakuwa 2 na mikwaju 20 ndani ya album. Sindo kama hivyo. Sasa kuna project ambayo mmeiandaa kwenye kupromote hiyo albamu yenu ambayo mnatarajia kuiachia? Yeah, project ziko kibao. Ziko kibao, kuna Nitasimama huko ndani. Ya, kuna track moja ambao inaitwa Kiroho Safi. Ya, pia jina la album inaitwa Kiroho Safi. Jina la album ni Kiroho Safi. Sasa mpaka hivi sasa kwa album ambayo mmeitoa ina mikwaju takriban 20, ni njia gani ambayo mtaitumia kuweza kupromote hiyo mikwaju 20 iweze kuwafikia watu wengi zaidi na zaidi? Yani muhakikishe kwamba hiyo album inaweza kuitikisa iTown, lakini pia nje ya iTown iweze kufanya vizuri. Ya, album tutauza katika njia ya platform, pia album itauza kwa design pia nyingine kwa kuuza kupitia umeona, kama tutapata nguvu utakodisha ukumbi, utanunua t-shirt na flash ambayo itakuwa ni shilingi 30,000. Ya, album itauza kwa style hiyo. Okay, sawa. Vipi kuhusiana na